na ubakhili. Na hii ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna sallallahu alayhi wasallama kana yata'awadhu bihinna dubra kulli salatin. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama akitaka ulinzi kwa Allah asiwe yeye ni bakhili kila mwisho wa swala pale kabla hajatoa salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa akisema Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli, Allah na kuomba unikinge nisiwe bakhili, wa a'udhu bika minal jubni, lakini Allah unikinge nisiwe muoga. Ametaja ubakhili, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja uoga. Na hizi dua ndugu zanguni katika iman, ukiingia katika mlango wa dua, Mtume anasema ibada ule ubongo wake ni dua. Ukiacha dua kule kumwomba Allah tabaraka wa taala, ndio hizi hali zinatufikia. Hata mtu akitaka kuoa mke pengine ni wa pili, presha imeanza kupanda, jasho linamtoka, wakija wanawake ndani, utafanyaje? Au labda pengine kuna sunna yoyote ataka kuifanya, lakini sunna hiyo ni ya kuonekana. Sasa namna anavyotaka kuifikisha kwa mkewe nyumbani, presha tayari imempanda. Ni kwa sababu watu wanaacha kumuomba Allah tabaraka wa taala. Fikiria, huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa taala. Allah amemruhusu katika mambo mengi ambayo sisi hatukuruhusiwa kuyafanya, mpaka wanawake amemiliki zaidi ya sisi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wal jubni, Allah nakutaka ulinzi wewe nisiwe na ubakhili, lakini nisiwe muoga kiasi cha kupitiliza. Wa a'udhu bika min ardhalil umr, lakini Allah nakutaka ulinzi nisiwe na umri wa kidhalili. Sasa hivi unaweza ukafika mahala ukaona ni utani, mzee anaitwa mzee, anakataa kuitwa mzee. Maana yake ni kwamba ana ushari nyuma yake. Wacha wale wanaofanya utani, lakini kuna watu wako serious kabisa. Unamuita mzee, anambia mzee yuko wapi hapa, na ni mkorofi kweli. Kwa hilo ni kwa sababu yeye yupo katika ushari wa umri wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba ulinzi kwamba asiwe na ushari wa umri kama huo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyomalizia akasema wa a'udhu bika min fitnati dunya wa adhabil qabri, Allah nakutaka ulinzi kutokana na fitna za kidunia. Dunia isinifitinishe mpaka nikawa nasahau kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, au kujitolea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyofikisha, na mpaka leo tunaupata Uislamu wetu. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni katika iman, na kuhusieni kwa mara nyingine pia na kuhusia nafsi yangu sala la kumcha Allah tabaraka wa taala, lakini pia na kuacha ubakhili. Ndugu zanguni katika iman, miongoni mwa mambo ya ubakhili wanawazuoni wakifasiri pia na hadithi ya namna hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza hapa, ni pale mtu atakapofanya ubakhili kwa wageni wake. Inawezekana pengine Allah amekujalia hicho alichokujalia, na tupige tu mfano wa kawaida kama sasa hivi pengine hata mahindi ni bei rahisi sana, lakini wanakuja wageni kutoka sehemu mbalimbali kuja katika nyumba yako wewe kukutembelea. Sasa njia pekee ili usiwatamanishe kuishi pale ni pale utakapowashindisha na njaa au kawalaza na njaa. Watahisi kwamba hapa hapakaliki, kwa sababu wao hawana weledi wa eneo ambalo wewe upo. Kwa hivyo ukiwapa kichache ili wao wasishibe, waweze kutamani kuondoka kwenda katika maisha yao ya huko wanakoishi, unahesabika kwamba wewe umefanya ubakhili. Lakini ndugu zanguni katika iman, pia katika njia nyingine ya ubakhili ambayo wanawazuoni pia wanaitaja ni pale mtu atakapofanya ubakhili kwa familia yake. Inawezekana unaishi na familia yako
ukiamini kwamba hao wanatumia labda kilogramu 2000 kwa siku au 3000 kwa siku, lakini uwezo wewe unao wa kuweza kuwapatia hizo ambazo wewe hao wanatumia, lakini kwa sababu ya ubakhili unawahafifishia, pengine ukawa unawapelekea labda 1500 sehemu wanaotumia 3000. Ndugu zangu katika imani, hii pia inahesabika kwamba ni njia mojawapo katika njia za ubakhili. Lakini pia ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo mengi wameyataja katika ubakhili ni pale mtu atakapofanya ubakhili kumkopesha ndugu yake katika imani, ikiwa ana uwezo wa kufanya hivyo. Leo imekuwa ni kawaida sana, mtu amekuja ana shida na kueleza kuna kitu gani mimi nahitaji kwako ambacho wewe unacho, bila kusikiliza lolote ambalo anazungumza. Kinachofuata anampa maelezo, anamwambia mimi uwezo huo bwana sina, na ile hali yule anaamini kwamba huyu ana uwezo. Yani hata ile kumtamanisha, anampa maneno ya mkato ili aweze kuondokana na yeye. Kwa hivyo moja katika njia ambazo zinasabika kwamba ni njia mbaya pia na zinapelekea pabaya mbele ya Allah tabaraka wa taala ni pale atakapokuja ndugu yako katika imani akawa anahitaji kitu kwako na una uwezo wa kumpatia, lakini ukatafuta njia za kumkata ili asiweze kukubalika katika kile anachokihitaji. Ndugu zangu katika imani, hebu tuwe ni wenye kujifunza, lakini kupitia maneno ya Allah tabaraka wa taala, lakini tuwe ni wenye kuelimika kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwisho kabisa, katika kumalizia yale ambayo mengi na mengi wameyataja ubakhili, ambalo hili sasa labda pengine inakuwa ni fursa ya jumla. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza sana kueleza waumini, lakini pia kueleza masahaba zake kwamba albakhilu man dhukirtu indahu, bakhili ni yule ambaye nimetaja mbele yake, falam yusalli alayya, na akawa hakunitakia rehema mbele ya Allah tabaraka wa taala. Usithubutu kunyamaza ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametajwa. Njia mojawapo ya kuweza kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni pale atakapotajwa yeye. Mtu akaja tu siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wewe watakiwa unge sallallahu alayhi wasallam. Sio kwamba utakusanya ng'ombe, uchinje, ufanyeje, uite watu wakeshe mpaka washindwe kuswali subuhi kwa sababu ya kukesha, ikawa unahesabu kwamba umemsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema bakhili ni yule ambaye nimetaja mbele yake, falam yusalli alayya, na akawa hakunitakia rehema. Ndugu zangu katika imani, maneno ni mengi. Ibn Qayyim rahimahullahu anasema kwamba kule kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam haiwezi kafanya pengine utakuwa umefikia daraja la juu kwenye kumtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni moja katika njia ambazo zinahesabika kama ni shukrani pekee ambayo umeitoa kwa kule wewe kuufahamu Uislamu ambao umekufikia wewe. Lakini kufahamu namna alivyofikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akitajwa vile, ukisema sallallahu alayhi wasallam ni kama kuonyesha shukrani fulani ambazo wewe zimekukuta au zimemkuta mwingine kupitia ujio wa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa